Hujambo na karibu tena katika jukwaa letu la The Data on Elimika. Mimi ni msimulizi wako Mr. Data, na leo tunakwenda kuchambua kile ambacho vyombo vya habari vya magharibi vimepambana sana kukipamba kama ushindi wa kihistoria, huku kikiwa ni pazia la kuficha ukweli mchungu. Kabla hatujaingia ndani zaidi, ni kuombe kitu kimoja. Bonyeza alama ya subscribe sasa hivi. Chaneli yetu bado ni changa, na kwa kufanya hivyo unatusaidia kufikisha uchambuzi huu kwa watu wengi zaidi wanaotaka kuelewa kinachoendelea nyuma ya pazia la siasa za dunia. Mwenye nguvu akisifiwa kwa kuua mbu, jua simba amemshinda nguvu. Inashangaza kuona taifa kubwa kama Marekani likipiga upatu na Trump kujisifia kwa tukio la kuokoa marubani wawili kwa kutumia jeshi la makomando, kana kwamba wameshinda vita kuu. Huu ni mkakati wa makusudi wa kupumbaza umma na kusahaulisha malengo makubwa yaliyowapeleka huko. Kabla ya kuendelea, angalizo la maudhui, disclaimer. Picha unazoziona hapa zimeundwa kwa teknolojia ya akili mnemba AI ili kutoa taswira ya matukio yanayoendelea ulimwenguni. Ingawa si picha halisi za matukio yenyewe, zimewekwa hapa kwa madhumuni ya kielimu na uchambuzi ili kusaidia kuelewa kwa kina uhalisia wa kijiopolitika. Tunatumia sanaa ya kidijitali kuibua ukweli uliofichwa nyuma ya pazia. Namba hazidanganyi, ni muda tu. Ushujaa wa bandia na kushindwa kwa malengo. Marekani ilikuwa na malengo mazito: kubadili utawala, regime change, na kudhoofisha kabisa uwezo wa makombora. Lakini matokeo yake yamekuwa kinyume. Sasa, kwa nini Trump anajisifia kwa hili? Kufunika kushindwa kwa regime change, mkakati wa kuung'oa utawala umekwama kabisa. Ili kuzuia aibu ya kisiasa, wanatengeneza drama ya uokoaji wa marubani. Hii inawapa wananchi wao picha ya ushujaa, ili wasihoji kwa nini mabilioni ya dola yametumika bila kufikia lengo la awali la kudhibiti eneo hilo na kuzuia mlango wa Hormuz. Anguko la thamani ya kiteknolojia. Ukweli ni kwamba Iran imefanikiwa kuzishambulia na kuzishusha ndege zao. Tunazungumzia ndege kama F-35 au zile za ujasusi za Global Hawk, ambazo zinaaminika kuwa na uwezo mkubwa wa kutonekana kwenye rada. Kitendo cha Irani kuzitungua kimeshusha thamani ya vifaa hivi vya Marekani duniani kote. Badala ya kukubali kuwa teknolojia yao imezidiwa ujanja, wanatumia nguvu kubwa kusahaulisha anguko hilo kwa kupigia kelele tukio la kuokoa marubani. Kitendawili cha uranium na makomando. Ikiwa kuokoa marubani wawili tu kumeonekana kama kazi kubwa iliyohitaji makomando wa hali ya juu na shamra nyingi, je, ile ahadi yao ya kutuma makomando kwenda Irani kuchukua uranium ina mantiki gani? Hapa ndipo propaganda zinapoumbuka. Ikiwa operesheni ndogo inashangiliwa hivi, ni wazi kuwa hawana uwezo wa kufanya operesheni kubwa ya kuingia ndani ya ardhi ya adui inayoweza kutungua ndege zao za kisasa na kutoka salama na rasilimali hizo. Propaganda dhidi ya uhalisia. Huu ni mchezo wa maneno. Wanatumia nguvu kubwa ya vyombo vya habari kusisitiza kuwa marubani wako salama, ili watu wasiulize, je, lengo la kuzuia makombora limefikiwa? Jibu ni hapana. Walishindwa kwenye malengo makuu, na sasa wanasherehekea uokoaji wa watu walioangushwa na adui kishujaa. Subira na matokeo. Propaganda hizi zina mwisho wake, na mwisho huo si mbali. Huwezi kutumia ushindi wa dharura kuficha anguko la kimkakati na kiteknolojia. Wanapojaribu kuonyesha misuli kwa matukio madogo ya uokoaji, wanazidi kudhihirisha kuwa ule uwezo wao wa zamani wa kuamua hatima ya mataifa mengine umepungua kwa kiasi kikubwa. Pale jambo linapoonekana kuwa na ukungu, tujifunze kuwa na subira. Ukweli huwa haukimbiliwi, bali unajitokeza wenyewe pale pazia linapofunguka. Tutegemee kuona matokeo zaidi kadiri muda unavyosogea. Asante kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa video hii. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa ili uwe wa kwanza kupata data kama hizi. Hapa ni The Data on Elimika, na kama kauli mbiu yetu inavyosema, namba hazidanganyi, ni muda tu.